nchi ambayo kuna raha na ustawi, na inawezekana. Leo ni leo.
kule Nairobi, na unasema hata tukifanywa nini sisi tutaenda mbele, sio? Hatutarudi nyuma, sio? Sio? Nipigwe teke sitarudi nyuma, nipigwe teke, nipigwe pingu sitarudi nyuma, nipigwe pingu sitarudi nyuma, niwekwe jela sitarudi nyuma, niwekwe jela sitarudi nyuma, hata wao waseme, hata Ruto waseme, hata Ruto wasema, sisi tutarudi nyuma. Vijana hoi! Vijana hoi! Vijana hoi! Wacha Kioni aseme na lete nyinyi salamu kutoka kwa rais. Adu agiburayi murega muyaseo murembe. Nataka kusema ya kwamba tunashukuru nyinyi kwa sababu ni kupita tu. Baba amesema akuje aone kazi ambayo alikuwa ameombwa na viongozi wenyu, na kwa sababu nilikuwa karibu, ninashukuru kwa sababu yale aliwaagiza imetimika. Ama haijatimika? Simeona. Na kati ya hayo ni kwamba mimi nimekuja na nimebeba salamu za Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Aliwasalimia na akasema ako pamoja na nanyi. Lingine la muhimu na baba ameguzia hapa, sisi wa Kenya, kula ambayo tulipigia baba wa Kenya wote ni milioni 8.1, 8.1 million votes. Ile ambayo wale wengine walichukua ni 5.9 million votes, pamoja na kufuriza ile walifuriza. Kula ambayo baba alikuwa ameshida wale nayo ni kula milioni 2,200,000. Ushindi ambao haujapatikana tagu tupate multi-party democracy kwa hii Kenya. Wale ambao walilaliwa pakubwa dunia hii ya Kenya ni watu ya mlima. Kula za watu wa mlima ziliporwa kuliko kona ingine yote Kenya hii. Sababa kuligana na whistleblower zile kura. Leo baba amenena, maneno yangu ni chache zaidi. Ya kwanza ni kusema wale walinyakua kibandia wameondoa ile mali ingeleta gharama ya maisha wapi? Chini. Imeenda mifuko ya watu. Kumbe pesa mifukoni ni mfuko ya watu chache, sio ya mwananchi wa kawaida. Pesa ile ilikuwa ilete gharama ya mafuta chini, imewekwa kwa mifuko. Kila kitu imeenda juu. Kulikuwa na pesa ya kusaidia watoto shule, na mkakumbuka baba alisema kutoka Januari kama ni Azimio watoto hawangelipa fees tena. Sasa ile inaendelea, wachache wamekalia mali ya Wakenya, wanaendelea kuponda peke yao. Lakini koti ile kubwa, ngozi badia, mimi nimesema niko tayari kulipa gharama, sababu hakuna kitu mzuri hutoka bila jasho. Ile siku baba atapiga firimbi, tafadhali tutoke zote tuchukue usukani. Niko tayari kulipa gharama. Watoto walio wengi Kenya walale njaa, ndivyo wachache wawe wanakana pesa yetu. Baba aliwapatia siku 14, siku 2 zimeisha. Leo ni ya 12, kesho tutaanza kusema ni 11. Hutajua wiki 2 zikifanya nini? Kwa hivyo tuwe na subra. Sisi ni watu wa amani,
lakini hatuwezi kunyang'anywa, ile ni yetu. Tukiangalia lazima tujitolee. Wamama na waona hapa, hata ukiangalia nyuso zao unajua hawawezi karanga, unajua hawana ile wanaweza patia watoto wao. Wababa tunawaona, pengine vijana wetu hata hawawezi pata bibi sababu hawana chochote. Tunataka Kenya ni yetu zote. Vijana wetu hawangeondolewa kazi mtaani, angalau wapate chakula. Sisi tunasema tuungane kama Wakenya, na ndivyo maisha yetu iweze kuwa bora zaidi. Tumekubaliana? Kwa hivyo zote tujitolee na usiwe muoga. Siku ya kuzaliwa ni moja na ya kufa ni ngapi? Zote tujitolee, tuseme Kenya yetu idumu na iwe bora zaidi. Lakini hatuwezi kunyamazishwa watu wetu wakiteseka. Na hii vita si vita ya Raila Odinga na Azimio, ni vita yako mwananchi. Tukililia yale mateso unapitia. Tumesikizana? Asanteni na mbarikiwe. Niko tayari kulipa gharama. Githurai hoye! Mumefurahia baba? Sasa sisi tumekuja hapa kwa majina. Mimi naitwa Eugene Wamalwa. Najua mimi nimekuwa waziri wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na ametuma hapa na Mheshimiwa Kioni tuambatane na baba na mama tuje tuone hii daraja, kazi ambayo alikuwa ameanzisha na baba. Mmemkaribisha na vile umeelezewa, sisi wakati tumekuwa ndani tulikuwa na subsidy ya kazi mitaani. Tulikuwa kila mwezi tunatoa bilioni 2 kusaidia vijana wetu kidogo kidogo mitaani waweze kupata kitu. Hiyo bilioni 2 vile hawa jamaa wa Kenya kwisha wameingia, imefanya nini? Imekwisha. Sawa sawa. Tulikuwa tunatoa kwa mafuta. Wana bodaboda mko? Kuna pikipiki inatumia diesel hapa? Kuna pikipiki inatumia mafuta taa hapa? Si pikipiki zote mnatumia petroli kama ile inaenda kwa gari ya Ruto? Hiyo petroli imepanda kabisa. Kama alikuwa anapenda hustlers, bodaboda ndio hustler namba ngapi? 1. Tulikuwa natoa bilioni 18 ili kuweza kupunguza bei ya mafuta kidogo. Leo vile Kenya kwisha wameingia, hiyo imefanya nini? Imekwisha. Nataka ninyi mjiulize hiyo pesa imeenda wapi? Ndio sababu mlikuwa mnaambiwa ati pesa mifukoni. Watu wa Githurai, kuna pesa imeingia mifuko yenu? Niwaambie siri, ile pesa yenu ya subsidy ndio wabunge wanatunga laini kule State House. Kila wiki wananunua wabunge wa ODM, wananunua wabunge wa Jubilee, wananunua wabunge wa Azimio. Badala ya Ruto kuweka pesa mifukoni mwenu, watu wa Githurai, anaweka pesa kwa mifuko ya wadosi, waheshimiwa wa wabunge. Ningekuwa Leonard Mambo Mbotele ningeuliza, je, huo ni ungwana? Watu wa Githurai, ni ungwana kweli? Mtu anapata shilingi milioni 1 kwa mwezi, mbunge anaongezewa na Ruto. Wewe hasla wa Githurai, hata ile kidogo umenyang'anywa kwa bei ghali ya mafuta. Ni ungwana kweli? Ndio sababu tumekuja na baba. Baba ametoa ilani nyuma ya siku 14, sasa ni 12. Kama bei ya unga haitashuka vijana mko tayari? Kama bei ya mafuta haitashuka, kama bei ya kila kitu haitashuka, mko tayari kutembea na baba? Niko tayari. Mko tayari kujitokeza? Niko tayari. Na hawa wakora, asanteni, Mungu awabariki. Niko tayari. Watu wa Githurai oye! Mimi naitwa Mwalimu Orero, mbunge wa Kibra. Sasa mkisikia wabunge wamepelekwa kwa mnada, sisi ndio tunachunga boma ya baba.
Sisi ndio wale baba akisema ni left tunaenda left, akisema ni right tunaenda, na akipiga filimbi sisi ndio tuko hapo mbele. Wangapi ni jeshi la baba hapa tuone? Wangapi wanagoja filimbi? Lakini mimi nahurumia vijana sana. Juzi naongea na msichana mmoja, anamwambia umeolewa, anasema sisi hakuna vijana wakuwa kwa sababu hawana nguvu, kwa sababu hakuna unga. Na ukioa sasa hakuna kitu utafanya, si ndio? Ndio tunasema bei ya unga lazima irudi wapi? Bei ya mafuta lazima irudi wapi? Wangapi wanasema tuko pamoja na baba akisema left left right? Asanteni sana, Mungu awabariki. Githurai oye! Githurai oye! Napenda sana Githurai. Mimi nimekaa hapa Githurai miaka 5 nikiwa kasichana kadogo. Alafu relatives wangu wako hapa Githurai. Ndio maana ninasema na wasee tumetoka Githurai. Si ndio? Sasa watu wa Githurai, mimi nimezaliwa hapa ghetto. Sisi ndio tulikuwa wa kwanza kudanganywa eti maisha yetu inaenda kubadilika. Na kweli vijana wakasema ati maisha inabadilika ya hasla. Imebadilika, ijabadilika? Si wametudanganya? Hao ni wezi, si wezi? Wezi wa kura na wezi wa maisha yetu, si ndio? Wametudanganya na maisha yetu, wametudanganya pia eti maisha yetu itakuwa mzuri, lakini imeharibika zaidi. Wanabodaboda mpo? Wanabodaboda mpo? Walisema ati hasla ni ya wanabodaboda. CAS mumepata kazi, mjapata? Wangapi wako kwa government wa bodaboda? Si wanatudanganya? Hao watu ni matapeli, si ndio? Ndio tunasema already tushawagundua hao ni wezi na ni matapeli. Na tunasema baba ndio best, si ndio? Na baba tunakuhakishia kama watu wa Githurai, ukisema leo tuende State House tunaenda. Kwani ni kesho? Tunauliza kwani ni kesho? Iwe sasa na sasa hivi. Wale ambao mnaona wanaenda kule, jueni ni kununuliwa, wananunuliwa na pesa yenyu. Hiyo pesa inafaa kukua inakuja kureduce maisha yetu, lakini wanaenda wanapewa pesa ndio waende State House. Hao ni wasaliti, si wasaliti? Hao ni masaliti na tunasema tuwataki, si ndio? Walisema eti watatuangalia, wametuondolea linda mama, watatuondolea. Tulikuwa tunaenda kupata watoto hata bila kulipa hata ndururu. Sasa saa hii tunalipa, tulipe. Matapeli waende wasiende. Wanatudanganya mambo ya Hustler Fund. Hiyo Hustler Fund, ebu angalia ni kampuni ya nani? Mujiulize kampuni ni ya nani? Kila siku wanakucharge, wakikutumia message wanakulipisha $1. Watu wale wameenroll kwa Hustler Fund ni 18 million. Kila siku wanachukua 18 million kwa watu wa kawaida. Hao ni matapeli, si matapeli? Tunasema waende wasiende. Na ndio sababu tunasema tunasimama na baba sasa na hata milele. Asanteni sana. Vijana wewe! Vijana wewe! Mzee, hawa vijana wamenituma kwako. Wameniambia wanataka kumuona Uhuru Kenyatta, muombe msamaha kwa sababu aliwaambia maneno ya ukweli. Pili, baba aliwaambia ukweli ama urongo? Ukweli ama urongo? Nani aliwadanganya? Nani aliwadanganya? Nani aliwadanganya? Asanteni.
Halo, halo, vijana hoye, vijana hoye, mko tayari? Mko tayari? Fanya namna hii. Halo, sasa fanya namna hii, inua mkono. Mimi Mkenya halisi na hapa ya kwamba nitaitika wito, nitatimiza yale ambayo nitaambiwa ili tuweze kukomboa Kenya. Mwenyezi Mungu nisaidie. Tunaambatana moja kwa moja hadi Githurai roundabout, tuseme na wananchi tukiwa wananchi wapendwa, tunaambatana moja kwa moja hadi pale Rauda.